Musa aliharibu kibali kwa njia hii hapa. Siku moja akiwa akizunguka katika majukumu yake kutoka ikulu, akakutana na watu wawili wanapigana, Misri na Mwebrania. Kumbuka Musa ni Mwebrania na amelelewa katika nyumba ya Farao, maana yake anahesabika kama Misri, sio Mwebrania, kwa sababu asili ya Musa na damu ya Musa ni Mwebrania. Akakuta Misri na Mwebrania wanapigana. Musa akaingilia kati ule ugomvi, akampiga yule Misri, akamuua. Alipomuua akamfukia kwenye mchanga, akaendelea kuishi. Siku ya pili akaja akakutana na Waebrania wawili wanapigana, akataka kuwasuruhisha. Yule mkorofi aliyemchokoza mwenzie akamuuliza Musa swali, je, unataka kuniua na mimi kama ulivyomuua yule Misri? Ni nani aliyekuweka wewe kuwa mwamuzi wetu? Musa akashituka, kumbe lile jambo limejulikana. Mimi nilijua ninawasaidia ndugu zangu, kumbe lile jambo limejulikana. Na Farao akaanza kumtafuta Musa ili amuue. Nisikilize, weka kituo hapo. Baada ya Musa kumuua Misri na zile habari zikaenea, Farao akajua kwamba kumbe Musa ni Mwebrania na amemuua Misri. Nikurudishe nyuma kidogo. Musa alizaliwa kwenye kipindi ambacho ilikuwa imetoka amri kwa Farao, mtoto yeyote wa Kiebrania akizaliwa wa kiume auawe. Lakini Musa kwa sababu alizaliwa na kibali cha kuishi hakufa. Akapata kibali katika nyumba ya Farao aliyetangaza wauliwe wanaume wa Kiebrania watoto. Akaishi, akakuwa, amejitambua. Alipojitambua akaharibu kibali chake.